Mtego wa kufanywa maskini umevunjika. Mtego wa kufanywa uwe mjane umevunjika. Mtego wa kufanywa uwe mgane umevunjika katika jina la Yesu Kristo. Chapia Bwana makofi na vigelegele. Haleluya! Mtego umevunjika. Kuta leo zinaanguka kwa jina la Yesu. Kuta lazima zianguke kwa jina la Yesu. Na lazima tumsifu Bwana aliyetenda mambo makuu, aliyetenda kwa wana wa Israeli akatende na kwa Bwana Yesu asifiwe. Mtazamaji wa kanisa la Habari Njema TV, leo tupo Kasesa Katoro. Tumekuja kwa ajili ya neno la Mungu. Waliopo mbele yako ni watumishi wa Mungu kutoka katika kanisa la Habari Njema. Kwa majina naitwa Mwinjilisti Elasto Alfred. Ndio. Na namshukuru Mungu kwa siku leo ambao Bwana amenipa neema ya kuja katika viwanja hivi vya kijiji cha Kasesa. Ndio. Na hapa mnavyoona watazamaji, hapa ndipo nilipozaliwa. Ndio. Na mwanzo wa maisha yangu nilianzia hapa, lakini kahama mwaka 99 na sasa niko Geita katika kanisa la Habari Njema kwa askofu wetu Tryphon John Ndika. Ndio. Ndipo hapo ninapomtumikia Bwana kwa nafasi ya uzee wa kanisa. Ndio. Na pia mimi ni mhubiri wa neno la Bwana kwa njia ya uinjilisti. Pengine baada ya kuhamia mjini na leo ujio wako ni nini hasa katika kijiji chako hiki? Wakati natoka hapa nilikuwa sijamjua Mungu kama leo ninavyomjua. Lakini leo nimekuja kwa mara nyingine kwa kulihubiri neno la Bwana. Na hata pengine watu wanashangaa ni kwa nini huyu mtu leo anahubiri injili ya Bwana. Ni kwa sababu nilipofika mjini sikufuata mambo ya kidunia, nikaona nimfuate Yesu. Na Bwana nimeona kitenda mambo makuu katika maisha yangu. Pengine wakati nipitia mateso mengi na magonjwa mbalimbali, lakini Bwana aliniponya. Na baada ya kupona nikaona ni wakati sasa wa kumtumikia Mungu, niyashuhudie matendo makuu ya Bwana. Na ndio Bwana amenipa neema sasa ya kuhubiri injili. Na hata wakati mchungaji wa mahali hapa Yusufu Kazingo baada ya kuona nilifanya kazi ya Mungu vyema, akapendezwa atualike mahali hapa. Na akatualika kwenye upande wa zoni pale katika kanisa Habari Njema. Huwa tuna ibada zetu za mitaa. Aliponiona nikihubiri habari njema katika ibada za zoni, akapendezwa na utumishi wangu na watu wale ambao tuambatana nao, akatualika mahali hapa ili tuje mahali hapa kuhubiri injili ya Bwana. Pengine katika ziara hii ya zoni inaitwaje? Zoni ya Nazareti. Pengine katika ziara hii ya zoni ya Nazareti umeambatana na watu gani kuja kuhubiri injili katika kijiji ambacho umezaliwa wewe? Wa kwanza ni kiongozi anaitwa shemasi wetu ambaye ni balozi wa mtaa. Ndio. Wa zoni ya Nazareti, kiongozi wetu anaitwa George Mayanda. Ndio. Na ndio kiongozi kama balozi kule kwetu wa hiyo Nazareti. Sawa. Na tukiongozana pamoja na watumishi wengine na wanakwaya mbalimbali ambao tumekuja nao. Tuko wengi ambao wako hapa na wengine wako kwenye ibadani, ibada inaendelea. Amina. Amina. Pengine tutegemee nini mtumishi wa Mungu utakapokuwa ukisimama tayari na kuhutubia katika mkutano ambapo ni kwenye kijiji ambacho umezaliwa wewe? Watu wategemee tu kufunguliwa, kwa sababu nataraji kile ambacho Bwana amenitendea niweze kukusimulia katika ibada hii ya mkutano. Ili watu wapate kujua ni nini Mungu anachokifanya. Na ni Bwana anatenda namna gani. Yamkini watu wengine hawajui faida ya kumtumikia Mungu. Amina. Lakini unapomtumikia Mungu kwa moyo moja, hakika Bwana ni mtenda miujiza na ni mponyaji kabisa. Amina. Na Bwana anatenda. Mimi nilikuwa nimekatiwa tamaa na kwamba ni mtu wa kufa kwa hali iliyokuwa imenipata. Lakini namshukuru Bwana amenitendea. Pengine hata watu wanashangaa. Na ndio maana nimekuja hapa kwa nafasi hii, nipende kuyasimulia matendo makuu ya Bwana. Niwaambie Bwana anaponya na anaokoa. Amina. Amen. Basi Mungu akubariki, tukutakie maandalizi mema, na sisi tupo tayari kusikiliza neno lako ambalo Mungu amesema na wewe tayari. Amina. Nipende kuachia neno la Bwana. Linatoka katika kitabu cha Ayubu 21 mstari wa 20. Neno la Bwana linasema ya kwamba umjue Mungu sana na ili uwe nayo amani.